This is Life in Focus with Paul Munio. Naam, ahlan wa sahlan, hujambo mtazamaji na karibu katika awamu nyingine ya kipindi chetu cha Life in Focus. Leo nimefarijika kukutana na Hamisa Zaja. Huyo ni mwanamke ambaye si tu mwanamke bali ni mwanamke bomba, ana nafasi nyingi katika jamii na vile vile ataweza kutuelezea safari yake pale ambapo alipo, lakini ni mwanamke ambaye pia ameweza kupokea tuzo ya mwanamke bora wa kuweza kuchangia masuala ya amani. Tutazungumza mengi pia kuhusiana na masuala ya kisiasa, lakini kwa sasa nimpatie nafasi ili aweze kujitambulisha, halafu tuendelee. Karibu sana katika studio zetu, na kupa nafasi hii uweze kuwasalimia wasikilizaji wetu na watazamaji wetu na kujitambulisha. Asante sana. Kwa majina naitwa Hamisa Zaja, na mimi ni mkazi na mzaliwa wa Mombasa County. Karibu sana. Hapa tunakuweka sasa kwenye hiki kitimoto, maana tunataka kukufahamu, tumjue Hamisa Zaja kwa kina, kwa undani, na vile vile tutaweza kuzungumza kuhusiana na masuala tofauti ambayo umejikita nayo. Mwanzo kabisa, umesema ni wewe ni mzaliwa hapa Mombasa. Maisha yako ya pale utotoni yalikuwa namna gani? Kwa kusema la kweli, nimetokana na wazazi wawili. Babangu ni marehemu, lakini mamangu bado tuko naye. Na katika wazazi wangu hawa wawili, mimi nilitokea kwa wa kwanza kuzaliwa. Kwa hivyo baada ya kuzaliwa kwangu, na babangu marehemu alikuwa amekaa muda mrefu akiwa yuaomba watoto, alikuwa hajapata watoto. Kwa hivyo kwa miaka ya 70, akiwa na almost 70, ndio akabahatika kunipata mimi nikiwa wa kwanza. Sisi tuko watatu. Kwa hivyo baada ya kuzaliwa, nikiwa na miezi 9 baada ya kuzaliwa, ni mtoto ambaye anapiga steps kidogo kidogo, nilipatikana na ugonjwa wa measles, ukambi. Kwa hivyo nilipokimbizwa hospitali, nikadungwa sindano. Nilipodungwa sindano nikapoteza mguu. Baada ya wiki nikaenda nikawa pronounced kwamba mimi nimekuwa affected na poliomyelitis. Kwa hivyo kutoka wakati huo nikapoteza mguu wangu wa kushoto kwa polio. Hiyo ikanifanya mimi kuenda kufanywa operation ya kuweza kusafishwa, kunyoroshwa mishipa pale polio clinic, pale Potrizi chini kuna EPDK polio clinic. Kaenda pale nikakaa miaka 2 kurekebishwa mguu. Nilipotoka pale nikapelekwa Potrizi School for the Physically Handicapped kuanza klasi ya kwanza. Nikakaa pale mpaka nikaweza kumaliza class 8. Nikafanya vizuri. Nikawa natakikana niende Limuru Girls. Lakini kwa sababu ya mivutano ya nyumbani kwamba nitakuwa niko mbali tena zaidi, basi kulitokea rafiki ya babangu ambaye alikuwa ni mkubwa wa elimu wakati huo, pia yeye naye ni marehemu, akaweza kusema kwamba kuna shule imefunguliwa inaitwa Mama Ngina Girls. Kwa hivyo nikaenda nikachukuliwa form, nikaenda nikaanza Mama Ngina Girls. Haya, tutafika hapo. Tunatuelewe sasa kuhusiana na maisha yako ya darasa, kipindi cha ukiwa shule ya msingi, maisha ilikuwa namna gani, na hususan ulianza kujitambua, ukaanza kuelewa hali yako. Maisha yalikuwa vipi darasani wakati huo? Kwa kusema la kweli, darasani nilikuwa na mwalimu wangu ambaye alikuwa ni wa darasa, saa hizi ndio principal kwa ile shule. Atakwambia kwamba maisha yangu ya darasani nilikuwa very sharp. Nilikuwa very sharp na nilikuwa very active. Shule ya Potrizi ni shule ambayo ni ya walemavu. Kwa hivyo tulikuwa tuna extra curriculum zetu zilikuwa ni nyingi sana. Kama choir, kama girl guide, na nilianza tangu brownie paka nikawa girl guide, paka nikiwa Mama Ngina nikawa nimefika cadet. Kwa hivyo nilikuwa mtu active sana. Choir naweza kuwa tuna set piece
5, na ikawa ya kwanza mimi niko soprano, ya pili niko alt, ya tatu niko bass. Nilikuwa na alternate kila pahali. Huku kwingine nilikuwa kama traditional dance, nilikuwa na dance, na huku ndio naanzisha. Kwa hivyo nilikuwa a very active child. Na labda hata mkiwauliza walimu wangu watakwambia kwamba nilikuwa napenda kuwa kwenye sehemu mbalimbali hivi. Nikiona watu wanafanya drama festival, ni vitu ambavyo nilikuwa nimeviparticipate sana. Masuala ya sanaa kwa undani. Kwa undani. Oratory, debate clubs, science congresses. Hakuna pahali ambapo kama kulikuwa kuna opportunity ningekosa. Pahali ambapo nilikuwa nakosa sana ni pahali ambapo watu walikuwa wanafanya mbio. Lakini hata hivyo nilikuwa cheering squad, ile ya nguvu kabisa. Yani nilikuwa na cheer team yetu kama ambaye mimi ndio nimecheza. Kiasi cha kwamba hata mwenye ambaye wajua kwamba mimi nikiwa nimekuwa cheering squad ya timu fulani, watu walikuwa wanasema Hamisa mtoe kwa sababu nitafanya makusudi mpaka kiasi cha kwamba kila mtu atakuwa ile kwamba huyu akiwekwa kwa hii timu bwana atatuenjoy sana. Nini utafikiri yani ni kitu ambacho naweza kukifanya, lakini nilikuwa niko active kiasi hicho. Somo ulilolipenda darasani lilikuwa lipi? Kwa kusema la kweli nilikuwa napenda sana social ethics. Mambo na jamii na mambo ya kutangamana. Na ndio mambo ambayo unayafanya. Labda wakati huo ulikuwa na azma ya kuwa mwanasiasa ama kufanya mambo na ambayo yanahusiana na mambo ya kuzungumza tu masuala ya jamii, ama wakati huo ulikuwa na azma ya kuwa nini wakati ambapo ungekuwa mkubwa? Kwa kusema la kweli nilikuwa na azma ya kuwa wakili. Lakini mimi natoka familia, babangu mimi naitwa Hamisa Maalim Zaja. So babangu alikuwa ni maalim, tena alikuwa ni shehe wa kujulikana hapa Mombasa. Kwa hivyo siku aliponiambia Hamisa ungetaka kuwa nini? Kama ambaye ningetaka kuwa wakili, niwe mtetezi. Akaniambia usiwahi kuwaza jambo kama hilo. Hao ni watu waongo. Hao ni watu ambao hawaendi peponi. Unaona? So ni kawa amenirudisha nyuma sana aliponiambia hivyo. Lakini hapo ndipo nilipo saizi. Naam, tumezungumza kwamba ulimaliza darasa la 8, masomo ulifanya vizuri, ukaitwa shule ya Limuru. Halafu ukajiunga na shule ya Mama Ngina. Kujiunga na shule ya Mama Ngina ilikuwaje? Manake naelewa umetoka shule ambayo ni ya watoto maalum, umejiunga na shule ya hawa watoto wengine ambao mkisema ni kukimbia nyote mnakimbia. Ikakuwaje dakika hiyo? Kwa kusema la kweli ilikuwa changamoto. Na changamoto ya kwanza niliona siku ya kwanza. Kila mtoto akipata fomu ya kuenda form 1 huwa anafurahi. Kwa hivyo mimi nilikuwa ni mmoja wao wale wa kufurahi, na wajua kuna ile listi ya kununua mabeseni, sijui mandoo, sijui slasher. So na mimi nilienda kununuliwa vitu vyote vile alikuwa vinatahitajika. Lakini sikujua hivyo vitu ni vya nini. Siku ya kwanza kuripoti ilipofika saa 10. Kama vile Mombasa ina shida ya maji. Kwa hivyo shule zina shida ya maji. Kwa hivyo ilikuwa kila saa 10 kuna kuja water buzzer ya watu kujaziwa maji kwenye ndoo. Hapo sasa ndo kulilia kengele hiyo siku ya kwanza. Mimi nikauliza watu wanaenda wapi, tukaambiwa ni wakati wa kwenda kuteka maji kwamba water buzzer imekuja. Kwa hivyo nikatoka na mimi nikaenda pale nikajaziwa, kila mtu akajaziwa na mimi nikajaziwa. Siku yangu ya kwanza sina rafiki, sina mtu namjua ambaye naweza kumwambia anisaidie. So ikawa changamoto sana, nikaiangalia ile ndoo yangu kiasi cha kufikiria kwamba, na kukaja wasichana wakaja wakaniuliza kama huwezi kubeba ngoja tukubebe. Lakini swali langu likawa nitabebewa je kwa miaka 8? Kwa miaka 4. Niko pale kwa miaka 4, form 1 mpaka form 4. So nikasema, nikawa najiuliza kwamba nitabebewa na nitabebewa na nani mpaka miaka 4. So nikafikiria kwamba nikiwa nitabebewa nitachokesha watu. Lakini pia
nikiwa nitarudi nyumbani niseme nipige simu ama niite mzazi nimwambie kwamba zile changamoto nimezipata hapa sitaweza kusoma. Nikawa pia kule nyumbani nimeona changamoto kadhaa. Nimeona kwamba wale walioko nyumbani walikuwa ni watu ambao wameambiwa basi huyu labda kwa sababu hasomi ama anaendelea, lakini akifika pale fulani huyu ataolewa na mtu fulani. Na huyu tuko na ile culture ya kuozwa, na ule wakati wetu ulikuwa pia kusoma bado hakuja kuwa important kwa mtoto wa kwa hivyo kila mtu alikuwa na yule mtu ambaye labda alikuwa wameekeana wataolewa. Lakini sasa nikawa nafikiria mimi nikirudi huko nyumbani na hakuna yule mtu ambaye alikuwa hata amejitokeza ama ameambiwa kwamba na huyu naye pia atapata. So nikafikiria nikifika kule na nikirudi nyumbani na mimi sasa ndio nitakuwa yule mtu wa kuwasongea watu sima, kuoshea watu vyombo, kwa sababu hizo ndio zilikuwa kazi zangu nikirudi nyumbani, kwamba kwa sababu mara nyingi nimeketi hizo ndio kazi nitasaidia watu nyumbani. Kwa hivyo nikawa nimefikiria kwamba nikisema siwezi kwa sababu ya changamoto sitaweza kusoma. Lakini naye babangu alikuwa amenihimiza kwamba watu wote watakuwa wanaweza kukimbia siku moja kwa sababu wana magu yao. Lakini na wewe ni lazima utakuwa una uwezo wa kununua mtu kukusaidia kukimbia. Kwa hivyo nikawa nimejiambia kwamba ni lazima nitafute alternative. Kisha nikafikiria mimi natoka kwa familia ya Waswahili. Waswahili wasema Mungu akupi kilema akakunyima mwendo. Kwa hivyo nikafikiria ni kitu gani mnaweza kuexchange na wenzangu ili wasione wamechoka na wakaweza kunisaidia. Nikakumbuka kwamba mimi najua kusonga sana bila kwamba nimeenda training. Nikipaji nimepata naweza kusonga mistari ya chini na ile ni shule ya wasichana, kwa hivyo watu wanataka kuwa smart. Na wakati huo kulikuwa kumetokea mtindo mmoja unaitwa Lucy style. Kila msichana alikuwa anapenda, especially watu wakienda drama club, watu wakitoka nje. Na sisi wajua Mama Ngina tulikuwa tunashabihishana sana na Shimo la Tewa. Kwamba sisi ndio tulikuwa brains na Shimo la Tewa alikuwa brains, ama saa nyingine tulikuwa tukienda kwa competition shule ya Kenyatta. Mama Ngina mume wake alikuwa ni Kenyatta. Kwa hivyo those were our boys during that time. Kwa hivyo ilikuwa watu wanapenda watoke smart tukienda kwa competitions, tukienda nje ya shule watu wanapenda kwa smart. Kwa hivyo na mimi nikaonyesha wenzangu kwamba mimi nitakuwa na wasonga na wakati wa watu wanatoka nje mimi ndio nitakuwa na watengeneza ile Lucy style mpaka mtu anakuangalia mara mbili. Wajua wasichana wanapenda attention. So nikawa ni expert. Kama watu wanatoka wengine na wasonga usiku, wanapanga foleni ndio watu walale na vitambara, ndio asubuhi mtu akifungua kitambara inakaa neat. Na kama ni Jumapili zile za kawaida, sasa mimi ndio nasonga watu mistari Jumapili. Sasa wale ambao nitawasonga wengine watanitekea maji, wengine watanifulia, ama saa nyingine mimi nawaambia leteni nguo zenu, mimi nitafua, nitamaliza, wao wataanika, watapass, wataniletea mimi. Kwa hivyo hiyo ndio bila ya kuchokesha ndio sababu nikamaliza. Lakini wengi ambao sisi tulikuwa tumemaliza Portrees, wengi wetu hakuweza kufika form 4 kwa sababu ya challenges kama hizo za kuteka maji, challenges za kuwa unatakana usaidike na wewe umeenda pale as an individual kwa sababu tu ya maksi zako. Hukuenda kwa sababu ani, so inakuwa shida sana. Lakini hiyo ndio ilinifanya nikasurvive na mpaka nikaweza kwenda chuo kikuu. Katika kipindi hiko ambacho uliweza kuzipitia changamoto hizi, ukawa unajiuliza nitafanya nini, ziliweza kukuathiri kwa namna yoyote, labda kisaikolojia, na labda zilifikia wakati wa kuathiri masomo yako darasani? Kwa kusema la kweli, niliwahi kufikia kipindi changu cha kwanza kabla sijajua kwamba watu watanikubali nikiwa nimewasonga. Ilini affect sana. Ilini affect kwamba nilifika pale nikafikiria kwamba chenye watu walikuwa wanasema nikiwa nimezaliwa kwamba sitakuwa, kuna majina watu wanakupatia ukiwa una disability. Kuna majina kama kiguru, kiwete, mtu nusu,
yani there is part of you which is hapo nilifikia pahali pa kwamba kweli nikafikiria kwamba kweli ni mimi ni mtu nusu, kweli mimi ni kiguru, kweli mimi ni mtu ambaye nitahitaji msaada kwa wakati wote wa maisha yangu. Kwa hivyo ni hiari ya mtu kutaka kunisaidia ama kutokutaka kunisaidia. Kwa hivyo ni mpaka niwe na kitu chawe kuweza ku-exchange ndio mtu ile gap yangu ya disability ndio mtu aweze kuingiza hapo ndani. Kwa hivyo ilifika wakati ambao nilihitaji wenzangu kuwauliza wale ambao nilikuwa nimewaona kwamba wamemaliza, kama mwalimu wetu ambaye alikuwa ni wa darasa, alikuwa ni mwalimu lakini alikuwa ni mlemavu, ambaye saizi ni principal wa Portrees, alikuwa ni mlemavu. Kwa hivyo ilifika pahali paka kwenda kuuliza, madam, how did you make it to this? Na kweli changamoto zilikuwa ni hizo za kwamba tulikuwa tunafanana hizo changamoto, lakini ikafika pahali nikajiuliza kwamba, na babangu alikuwa ni mshauri wangu mkuu sana. Kwa hivyo alifikia pahali akaniambia, ukiwa utajiuliza mara nyingi utakuwa unamkera Mwenyezi Mungu na mtihani ambao umekupa. Kwa hivyo ilifika pahali kwamba ni lazima nijitetee kwa upande wote ule. Ni lazima niwe vizuri kwenye masomo, ni lazima niwe vizuri kwenye maisha, na lazima nijikubali ndio niweze kukubali mtu mwingine yoyote. Kwa kifupi, haukuruhusu zile changamoto ziweze kutimiza ama ziweze kuzikatisha ndoto yako? Hazikuweza kabisa. Naam. Ukamaliza kidato cha 4, umesema kwamba uliweza kujiunga na chuo kikuu. Ni chuo kikuu kipi na ulienda kusoma nini kule? Niliweza kujiunga na Jomo Kenyatta. Nilifanya several diplomas. Wakati wetu ni ule wakati ambao kulikuwa kumetokea mambo ya St. Kizito, kulikuwa kumetokea na haya mambo ya ubakaji yanaendelea, watu wanakuwa threatened. Kwa hivyo nilifanya several diplomas kabla sijaenda kujoin university, na nilijoin Jomo Kenyatta University na nilifanya degree ya usimamizi wa wanabiashara, business management. Okay. Naam. Na ulitaja kwamba ulikuwa unataka kuwa yule ambaye ni mtetezi wa haki, lawyer. Kwa hivyo hilo halikuweza kutimia? Hilo halikuweza kutimia, lakini kutimia kwake ni kwamba kama saa hizi ulivyoni introduce umesema mimi ni mtetezi. Naam, kweli. Kwa hivyo imetimia kwa sababu mimi mpaka saa hizi ni mtetezi. Na tangu nitoke chuo mimi nafanya na mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, na nafanya masuala ya wanawake, nafanya masuala ya wasichana, nafanya masuala ya youth, na bado pia natetea zile haki za wanawake, zile, na mimi mwenyewe nikiwa mmoja wao. Natetea haki za wasichana, nafanya mentorship program za wasichana, za wanawake, wasichana walio na ulemavu, wanawake walio na ulemavu. Kwa hivyo bado niko pale kwa sababu I'm fighting for the rights of the society. Nataka sasa utupeleke moja kwa moja tuweze kuelewa uliwezaje kuingia katika nafasi hii ya kuwa mtetezi. Ilianzaje? Ni kipi ambacho uliona, pengo zipi ambazo uliona ukaamua kwamba lazima pia mimi nije nijaze hizo nafasi? Kwa kusema la kweli, baada ya kumaliza kusoma kila mtu huenda akatafuta kazi. Mara ya kwanza nilienda kutafuta kazi nikiwa nimemaliza tu. Lakini pale nilienda kutafuta kazi, changamoto ya kwanza niliona, nilipeana CV yangu. Nilipopeana CV yangu, mtu akaingia nayo ndani, na tulikuwa several. Mtu akaingia nayo ndani, akatoka na CV, akatoka akiangalia disability, akiangalia CV, kisha paka akafikia pahali akaniambia, huyu ni wewe? Hakuamini. Nikaona kwamba tuko na changamoto ya kuwa kwenye field za kawaida. Tuko na changamoto sana. Changamoto ya pili, nilienda kutafuta, niliona advert ya kazi.
nikiwa ni mjamzito, mtoto wangu wa kwanza. Kwa hivyo nikaenda nikiwa na mimba ya miezi 8 pale kuomba kazi. Mtu aliangalia CV yangu, akaona tumbo langu, akaona disability yangu, akasema jamani. Wanaume nao sasa alikuwa wanafanya nini hapa? Naona wanaume jamani nao wana sehemu maalum huko mbinguni ya kwamba naye sasa siange kuacha tu. Yaani ikalinganishwa ule ujauzito, buibui langu, buibui pia imekuwa ni moja kati ya factor. Mwili wangu ni mkubwa, imekuwa moja kati ya factors. Kutoka Uswahilini imekuwa yani unyanyapaa ni mwingi na ile disability. So nikaona kwamba katika field ya kutafuta kazi nina zile disadvantage nyingi sana. So nikaona pahali ambapo naweza kwenda nika display abilities zangu. Kwa sababu kweli mimi nina disabilities, lakini kuna zile abilities niko nazo. Nikaona pahali ambapo ni free kuingia, hapana matatizo, niliona ni kwa civil society organizations. Kwa hivyo nikaingia kama volunteer mara ya kwanza, na nikaingia na kutoa zile changamoto zetu. Na pahali nikiwa invited, ninahakikisha kwamba nimeweka mark kwamba kesho wani invite tena. Ndio nije nipate zile nafasi ya kutoa changamoto. Kwa kusema la kweli ilipokelewa positively. Na wale watu waliniona kwa mara ya kwanza, walinisikia. Kuna radio ambayo ilianza hapa Mombasa, ikawa ni radio ya kwanza kabisa kuanza. Ni radio ambao ilitupatia nafasi sisi ambao tulikuwa tunataka tutoe zile changamoto ndio jamii waone, wasikie. Kwa hivyo walitupatia nafasi, wakawa wanatupatia program ya kila wiki tunaenda kuzungumzia changamoto za watu walio na ulemavu, watoto, watu wazima, na sisi vile ambao tunakuwa zile changamoto tunazipata katika jamii. Na hiyo ndio sababu civil society organizations walitupokea. Kulikuwa na wamama wazuri, wengi ni marehemu, wengine bado wako hai, ambao walinipokea katika civil society, na paka nikawa na shirika langu. Nikatengeneza shirika langu, na paka sasa niko na shirika langu. Linaitwaje? Linaitwa Coast Association for Persons Living with Disabilities. Kabla tufike hapo tuzungumzie shirika lako, tuzungumzie baadhi ya unyanyapaa uliopo, na hususan katika mazingira ya kikazi. Unapata kwamba watu ambao labda wako katika nafasi za juu hawaamini kwamba yule mtu ambaye anaishi na ulemavu ako na uwezo wa kufanya kazi kama yule mtu mwingine. Wetu wengine hususan watoto pia hawapati nafasi za kuweza kujiunga na shule, kujiunga na vyuo, kutokana na changamoto mbalimbali ambazo labda wanahofia kukumbana nazo. Hebu tufafanulie baadhi ya unyanyapaa uliopo na jinsi jamii inachukulia watu ambao wanaishi na ulemavu. Kwa kusema la kweli, wengi wetu tumesoma. Wengi tu wetu. Mwanzo wale wa umri wangu, wengi tulisoma kwa sababu mwanzo ilikuwa shule ni bure. Kisha tulikuwa shule zilianzishwa kama Likoni School for the Blind, kama Ziwani School for the Deaf, kama Sisi Pottery School for the Physically Handicapped. Shule zilianzishwa na wengi wetu tuliingizwa, na kulikuwa kuna mobile clinics zikizunguka kuchukua walemavu kutoka mitaani kuleta shule. Na tulisoma bure. Kwa kweli ulikuwa unapata uniform hapo shule. Kwa hivyo sisi wengi wetu katika ule umri wetu tulisukumwa sana katika msukumo wa kusoma. Shida iko kwa hawa walemavu wenzetu watoto ambao walipata pale. Sisi shida ambao tulimepata mpaka dakika hii ni unyanyapaa wa kukubalika kufanya kazi. Ni rahisi sana kukubalika kufanya jambo lingine lolote kama biashara kuliko mtu kukupatia kazi. Tena kulingana na kisomo chako. Watu wanaona kwamba labda utachelewa, labda hautaweza zile kazi. Labda pia watu wanafikiria kwamba kuna ile notion katika jamii kwamba anaona pia hata akikuandika kazi
na uwe hukuifanya ile kazi yako vizuri, yake kugombeza atapata dhambi. Kwa hivyo badala ya kujiletea dhambi, afadhali aone yule mtu ambaye atakimgombeza hatapata dhambi. Na pia kuna ile kwamba kama mimi, kuna ile kwamba Waswahili hawakusoma. Kuna sehemu mpaka saa hizi mtu anaweza kusikia kwamba tunamuita hapa mbele mama yetu mmoja anaitwa Hamisa. Uone kila mtu anakaa akikuangalia kama kama mtu fulani hivi ambaye you won't deliver hata ukipewa hiyo mic. So mpaka hiyo mic upewe, uzungumze jambo la maana, ndio watu uone wanapenda sasa kuassociate na wewe. Yani association inakuja baada umeonyesha ile ability. Lakini before that, kila mtu kwa society, hata familia, kuna ile kitu ambao kila mtu anafikiria mlemavu hawezi kufanya. Hata akawa amesoma kwa kiwango gani. Na hiyo notion imeenda mpaka saa hizi imefika pahali kwamba shule zote ambazo zinaitwa hizi zinashughulikia walemavu ni shule ambazo ni private owned. Kwa hivyo na zinalipishwa. Kwa hivyo saa hizi kumsomesha mlemavu ni expensive sana. Umnunulie na assistive devices. Kwa hivyo tumerudi pale kwamba walemavu wa sasa wengi wako manyumbani. Kwa sababu kufika shule na kusomeshwa ni ghali sana na kuhudumiwa. Na hapo ndipo unapata wazazi wengine ambao wana watoto hawa wanawaficha manyumbani. Hapo nayo utazungumziaje kuhusiana na wakati wetu pia tulifichwa na wakati wetu ndio ulikuwa una itikadi kali sana. Una itikadi zile za kwamba kama sisi hapa Pwani kuzaa mtoto mlemavu ni kama kuwa na kisirani. Kwa hivyo kulikuwa na msemo wa Mijikenda, ukizaliwa unaambiwa mukoteye mwana. Yani ukionekana tu una ulemavu utafutiwe kitu gongwe kap. Iwe once and for all. Uwe kisirani kimetoka. Kuna ile kwamba huyu mtoto amewekwa kwa majini, amewekwa kiti. Ziko hizo. Kuna a lot of myth na mila na desturi. Lakini ule wakati wetu ulikuwa watu kulikuwa na mobile clinics, kulikuwa kuna wepesi wa kuweza kufanywa mambo fulani na jamii kaitikia. Lakini hivi sasa ni huo kwamba mimi naweza kuzaa yule mlemavu, lakini watu watanichukuliaje? Huyo ndio mtoto wangu wa kwanza. Watu watanichukuliaje jamii? Wataona labda kuna pia ile notion ya kwamba kati ya mke na mume waliozaa mlemavu, mmoja alienda nje. Akapata chirwa. Yule mtoto akachirika. Ndio sababu akawa na disability. Kwa hivyo wengi paka sasa wakizaa unaona yule mtoto anaachiwa mamake. Yule baba anaona kwamba huyu mama ndiye alitoka ama tutakuja tutafutwe ni nani alitoka nje. Shaona. Kwa hivyo mtu anamwachia yule mzazi anakimbia. Yule mzazi mmoja ndio unaona walemavu wengi saa hizi wako na mama peke yake. Pili, tatu, kuna hiyo sasa ya kwamba walemavu wa sasa it's too expensive to handle. Clinics zinatakikana, sisi tulikuwa tunaenda clinics za bure. Saa hizi wanalipa. Physiotherapy inatakikana mtoto awe anaangaliwa mara kwa mara ile disability yake. Sisi paka saa hizi mimi umri wangu niko na kadi ya polio clinic. Kwamba inafika wakati wangu niende checking, physiotherapy aniangalie, aniangalie kama niko sawa, aniangalie chuma changu kama kiko sawa, and wakati huo ilikuwa ni bure. Wakati wa sasa hiyo yote ni payments. So unakuta tena bado watoto wamekuwa ndani. Naam, tutazungumzia hilo. Tukizungumzia baadhi ya mikakati na dhana na jinsi ambavyo tunapaswa kutoa hamasa kwa wazazi hawa. Tunazungumza kuhusiana na kuhamasisha watu, jamii, wazazi, jinsi ya kuweza wasiwafichilie watoto wao, bali waweze kuwatoa tangamani na wengine. Na umeniambia kwamba mlikuwa mkiimba nyimbo za kuweza kuhamasisha wazazi wale. Tupatie wimbo. Tulipokuwa shule ya msingi hapo Tris.
tulifundishwa wimbo na tukawa tunauimba kwenye kila platform. Mawaziri wakija, tukienda kwa programs mbalimbali, tulikuwa tunaimba huo wimbo ili kuhamasisha wazazi. Tulikuwa tunaimba, twawaomba wazazi wetu wenye watoto vilema, tusiwafiche ndani, waletwe shuleni wapate elimu kama sisi. Bila shaka sina la kuongeza. Naam, sasa tuingie katika shirika lako. Umesema linaitwaje? Shirika langu linaitwa Coast Association for Persons Living with Disabilities. Nafikiri umezungumzia kuhusu tuzo. Shirika langu tuliliunda wakati wa vita vya baada ya elections za 2007, 2008. Tulikuwa tunapigiana simu tukiulizana shida ambazo tulikuwa tunapata, na mimi huo ndio wakati ambao nilikuwa nimetoka shule na nimekuja kwenye jamii, na tukakuta kwamba tunapigiana simu kuulizwa fulani, wakumbuka fulani tulikuwa tunasoma naye. Basi katika vile vita alikuwa yuko kule kwao Nakuru amekufa. Fulani, sasa tukawa tuna hivyo. So nikakuta kwamba jamii inapozungumzia, hata media inapotoa mambo yake, wakitoa data yao, wanasema watu 10 wamekufa, watu 20 wamekufa, lakini hawazungumzi wale ambao wamekufa wakiwa circumstances zao ni disability. Hawatoi ile data. Lakini sasa sisi ambao tulisoma nao wale watu ndio tuko nayo. Hiyo ndio sababu ilifanya kwamba tutengeneze Coast Association. Iwe ni associations za walemavu na zile groups za walemavu ambazo zimefanywa katika kanda ya Pwani, zote nilizilete pamoja iwe tuwe na hiyo network. Kwa hivyo tulikuwa na charters Taita Taveta, Lamu, Tana River, tuko na charters na members na membership, na tunapata hizo sasa data na tunafanya kazi throughout, whether tuko na funding, hatuko na funding, lakini tunakuwa ni watu wa kuhamasishana kwenye mambo mbalimbali ya kibiashara, kujaribu kuuplift mwenzetu ambao tunaona yuko chini. Tuko na welfare pia hapo ndani, tuko na mchango wa kusema kwamba sasa mwaka huu tumuuplift fulani, mwaka ule mwingine tumuuplift fulani. Labda wakati huo ulianza vipi? Ulianza na watu wangapi? Ulipata ugumu wa kuanzisha shirika hilo, na ilikuwaje mpaka ukafikia hapa ulipo? Kwa kusema la kweli hakukuwa na ugumu, kwa sababu tulikuwa tuna reason pamoja. Zile shida zetu tulikuwa tuna reason pamoja. Kwa hivyo tuko na wale watu ambao tulikuwa tunajua, tulisoma nao wako Tana River, wale ambao tulisoma nao wako Lamu, wale ambao tulisoma nao wako Kilifi, wako Kwale, wako Taita Taveta na Mombasa. Kwa hivyo tulikuwa tunashika tu zile wale contact person, na tukaweza kutengeneza na tukaweza kufanya mkutano wetu wa kwanza tukiwa sisi sote kwa pamoja. Hapo ilikuwa ni ule wakati wa 2012 sasa, tukijitayarisha tena kuingia kwenye kura zingine. Hapo sasa ndo tukaja tukaweza kuwa na hamasisho, na hapo ndo tukaweza kutackle kesi yetu ya kwanza kabisa, kutackle kwa identify ni wale mavu wangapi wamekufa. Ilikuwa ni 2012 tribal clashes za wa Orma na Wapokomo Tana River. Kulipokuwa kuna tribal clashes, sasa tulikuwa tunapewa feedback na wale walioko Tana River chata ile, na walikuwa wanatuambia kwamba basi leo mlemavu fulani amekuwa touched na watoto wake kwa sababu alikuwa ni visually impaired, haoni. Yeye alikuwa na watoto wake na nyumba, ndio zile nyumba zilichomwa. Kwa hivyo watoto wakamkumbatia, wakafa na mama yao ambaye alikuwa hawezi kuona na hawezi kukimbia. Kwa hivyo baada ya hapo tukaweza na sisi tukawa tumehusishwa sasa katika mashirika ambayo yalikuwa yatapata support ya kuweza kwenda kuweka amani sehemu ile. Hapo ndipo baraza la maimamu
na mapastors wakatoka, ikawa grupu ya kwanza wakaenda kule. Wakaenda wakajaribu kuweka amani, haikuwezekana. Wakatoka women clergies, Waislamu na Wakristo hapa, wakaenda kujaribu kuweka amani, vikashindikana. Na sisi tukaomba pia. Sisi walemavu na chama na shirika letu tukaomba. Kwa kusema la kweli, watu wengi walituangalia siku tulioinua mikono. Nilipoinua mikono nikasema na sisi tutaenda kama disabled person. Kwa kusema la kweli, kila mtu alituangalia kwa jicho la kwamba tunataka kwenda kutafuta kifo. Lakini nilikuwa nimeplan kwamba tutawezaje kupata watu na ndio tuwaambie masuala ya amani, na ndio watulie na wasituue wengi. Kwa hivyo nikawaambia wale wenzangu kwamba tunaomba nafasi, tukipata tutakuja. Kwa hivyo tulipoomba, na sisi kama wale wengine tulipewa nafasi. Tulipewa nafasi, tulipopewa nafasi na shirika kubwa likatupatia funding, likatutafutia gari, tukaweza kwenda kule Tana River. Ile siku tulipofika, tukafika mapema. Tulipofika tukatafuta wale walemavu wenzetu, tukakaa nao pale wapale, wakatupatia ile data, wakatuweza kutuelezea ni fulani na fulani na fulani. So tukawaambia sasa sisi tuwapatia kila kitu, muende mkaseme kwamba kesho saa 4 kila mlemavu aletwe na wazazi wake. Na objective yetu ilikuwa ni kwamba tutapata kila kabila pale, ndio tuwapatie ile message yetu ya kwamba nyinyi mnatudhuru sisi, si nyinyi wenyewe na wenyewe. Sababu nyinyi wenyewe na wenyewe mwaweza kukimbia, mwaweza kuona mshale, mwaweza kusikia, lakini sisi ndio tunaumia hapa, na tutoe ile data. Kisha tukaita kwa sababu ilikuwa wakati wa kura, tukaita IBC ya pale, tukaita wale administration ya pale, tukaita wenye wanatafuta pia viti, tukawaleta pale, na ile hali vile ilivyo. Kisha the next day wale watu wote tuliwaalika, ikifika saa 4 hall imejaa kabisa. Wakati huo wenye walikuwa wametufund ilikuwa ni American Embassy, kutumia through KTI, Kenya Transitional Initiative. Kwa hivyo wakaweza kuona pictures mapema kabisa kwamba kulikuwa kumejaa, na by saa 4 na kulikuwa watu hawajai, wakifika pale wakiona kabila nyingine lakini sisi hapa sasa kila mtu ameleta mlemavu wake, anajua kwamba labda kuna msaada utatoka kwa huyu wa huyu mlemavu. Hapo sasa tukachukua fursa hii. Tulikuwa walemavu 3, mimi na wenzangu. Mmoja alikuwa hana uwezo wa kusikia na kuzungumza, na mmoja alikuwa pia ni physically challenged kama mimi, lakini amputated wa kike. Kwa hivyo hapo tukasimama, tukazungumzia shida ambazo zinatokea, tukatoa ile listi ya majina ya wale watu ambao wamekufa, ambao ni walemavu, watoto ambao wameathirika, tukatoa ile data. Tulipomaliza kutoa ile data, basi watu waliweza kusameheana. Watu waliweza kusameheana, watu waliona ile realistic kwamba ni kweli vile vita vikaenda pale pale, na hiyo ndio nilipata award yangu ya kwanza ya Peace and Security kule Washington 2014. Kwa sababu ya hiyo 2014 nilipelekwa kule, nilikaa miezi miwili, nikazungushwa 24 states na nikapelekwa sehemu zote ambazo ni za insecurities na mifumo yao ambao wana deal na ile issues za insecurity. Nikapelekwa zile jela kubwa zenye maswala ya wale wahalifu, criminal, kote kule nikaingizwa, nikaona, na wao wakanieleza mifumo yao. Nilikaa kule miezi miwili kwa sababu ya kuweka hiyo amani huko. Kongole sana. Kongole sana. Umezungumzia swala la amani, ni muhimu sana kwa sababu ukiangazia pia wakati mwaka jana kulikuwepo na maandamano yaliyokuwa yakiongozwa na kizazi cha Gen Z, na watu wengine ambao wanaishi na ulemavu walikuwa wanajipata katika harakati ya kukimbia huku na kule. Labda mtu haoni, lakini kuna kukimbia, kuna polisi wanafuata waandamanaji, na inakuwa ni changamoto. Lakini nataka tufunge hilo jamvi la kuzungumzia masuala ya watu ambao wanaishi na ulemavu, tuingie kipindi cha siasa sasa. Manake tunaelewa
ulikuwa umeingia katika ulingo wa siasa. Sijui kama bado una azma hiyo, lakini tueleweshe ni jinsi gani ambavyo uliweza kuafikia kwamba wewe pia ni mwanasiasa. Wewe pia ungependa kuingia katika nyanja ya wanasiasa. Baada ya kufanya kazi kwa civil society kwa muda mrefu sana, niliona kwamba implementation of policies lazima ziingie kwenye siasa. Sisi tunaweza kusukuma policies kama civil society, tukazifund policies, Kapendekeza. lakini tukazipendekeza na tukazisukuma mpaka zikapigiwa kura, zikapita kwenye mabunge, lakini kuimplement ni wanasiasa. Kweli. Nikaona shida zetu kama tutaingia tu kwa kunominatiwa, hazitakuwa implemented. Kama tutaingia tu tukipewa appointment, hazitakuwa implemented. Mwanasiasa mwenye sauti ni yule ambaye amechaguliwa. Na hiyo ndio sababu ilinipatia msukumo kwamba mimi niingie kwenye, ni kipindi sasa niingie kwenye siasa. Ili nipate nafasi ya kwenda kuimplement zile shida zetu tulizonazo. Na ndio sababu nilitaka siku zote nimevai kama women representative. Kwa sababu women representative uko county, at county level. Na wewe unaitwa county MP. Kwa hivyo unaweza kusukuma kitu ambacho kinaweza kuwa implemented countrywide. Kwa hivyo huo ndio msukumo ambao ulinifanya mimi niingie kwenye ulingo wa siasa. 2017 nikaenda mpaka mchujo. Baada ya mchujo nikatulia mwanzo, kuisoma siasa vizuri. Ndio 2022 nikaenda kwenye debe, na 2022 nilienda kwenye debe na chama changu. Chama ambacho mimi na wenzangu tulikitengeneza kutoka 2017. Tukilaunch tangu 2017 December. Tukatembea nacho kile chama ambacho ni United Green Movement. Tukatembea nacho kwa ile miaka 5. Na chama changu nilikitengeneza kwa sababu kimetokana pia na mashirika yasiyokuwa ya kiserikali lakini ya international. United Green Movement imetokana na chama cha kisiasa cha ulimwengu ambacho kinaitwa Green Forum. Ambacho kinataka kuweka wanasiasa lakini kwa mifumo ya policies, kwa mifumo ya kuimplement, kwa mifumo ambayo ni ya utekelezaji ya shida ambazo wananchi wanapata. Yani people driven. So Green Forum kwenye kila nchi ambayo imekubali kukubalika kwamba iingie kwenye Green Forum, kila watu wanatengeneza chama ambacho kiko na neno green. Kwa hivyo hapa tukatengeneza United Green Movement. Na mimi mwenyewe kwa sababu nilikuwa nimeona 2017 nilivai na chama kikubwa sana, na nilivai na watu ambao walikuwa wamekuwa kwenye siasa kwa muda mrefu. Kwa hivyo nilikuwa nimeziona zile changamoto za mimi kusimama kwa mara ya kwanza, za mimi kusimama kama mwanamke, na mimi pia kusimama kama mwanamke niliye na changamoto ya ulemavu. Hapo sasa tuzungumzie watu walichukuliaje azma yako ya kuingia ndani ya siasa ikizingatiwa hali yako. Mwanzo familia yangu niliamka tu kwa kusema la kweli. Na nikajua kwamba nikiwa nimeielezea familia, kitu cha kwanza watakuwa ni watu wa kunikataza. Mwanzo kwamba natoka familia ambayo babangu I bear the name Maalim. Na babangu kitu ambao alikuwa hapendi ni siasa, hasa siasa za urongo. Pili, nimekuambia history yangu ya kusema kwamba nataka kuwa wakili. Babangu akawa hataki nijinasibishe na kazi yoyote ambayo itakuwa ni kazi ambayo itakuwa haiwezi kunipeleka peponi. Kwa hivyo mimi niliamka kwa kusema la kweli bila ya mtu yoyote kujua. Kuna mwanasiasa fulani ambaye tuko karibu sana, aliyeniambia kwamba huu ni wakati wako, usimame.
umefanya vitu vingi, na kama vile huwa kila siku unasema kwamba implementation inatokana na siasa. Kwa hivyo niliamka tu nikajitangaza, nikapata watu wangu 2 ambao watanifanyia hiyo program ya kurusharusha kwa mitandao. Kwa hivyo nikaanza hivyo, nikajitangaza hivyo. Kwa kusema la kweli, kitu cha kunishangaza kabisa, nilikuwa natarajia hilo swali ambao umeniuliza kwamba jamii mwanzo inionyeshe kwamba yule ni mlemavu, hakuweza. Lakini halikuwa swala la kwanza. Swala la kwanza kabisa, siku 3 baada ya kujitangaza, nilipata simu kutoka kwa very prominent people wakiniambia, can we come and sit because this seat is for someone else. Tuje tuzungumze, tufanye mazungumzo, kwa sababu hii chikiti kilikuwa kishaekiwa mtu fulani. So wewe kusimama ni kama kumpatia changamoto huyo mtu, kwa sababu huyo mtu alikuwa amengojea hiyo seat, hajafanya zile vitu ambavyo mimi nimefanya. Kwa hivyo hilo ndio mshtuko wangu wa kwanza kabisa. Tena nikapata simu za kutoka mtu wa kwanza, mtu wa pili, mtu wa 3, mpaka mtu mwingine akaniambia kwamba sasa wewe umeingia kutuharibia. Lakini baada ya hapo sasa kuendelea, watu walipoona kwamba niko determined, kwamba I can face anything, swala likageuka kwamba kukawa kuna tafutwa ni nani aliyenisukuma mimi kwenye siasa, ili huyo mtu naye sasa apewe changamoto, azungumziwe huyo mtu aliyenisukuma. Pili, nilitumiwa mume wangu kuja kuzungumzia na mimi kwamba hichi kiti kilikuwa ni cha mtu fulani. 3, nilianza sasa kupata simu zile za kutishiwa kwamba mwanzo wewe umesimama hujaona wazee fulani. Ushaona? Nikamwambia sasa simuniambie wao wazee, nende nikawaone, maana mimi tayari na wazee wangu huko nyumbani na mimi sikuelezea. So muniambie wazee. So ikafika pahali kwamba ikabidi sasa naenda head on na viongozi ambao wamekuwa mamlakani kwa muda mrefu. Lakini sasa ikawa imefika pahali paka malumbano, kama si kwa simu, tumekutana pahali mpaka nikarekodiwa, nikafanywa recording ya kwamba watu wamekaa kikao wanazungumza. Basi huyo Hamisa mliokuwa mnaambiwa siye kabisa, siye hata aogopi, hana yani ni kama zile simu zilikuwa zinitie mimi hofu. So baada ya hapo kuonyesha kwamba consistency, kwamba determination, kwamba mimi naendea hichi kiti, na ilipokuwa threat, sasa nikapata zile simu za wewe ni mlemavu. Nikapata zile simu za watu wametumwa waende kwenye vikao waseme nyinyi mwamjua huyo Hamisa. Tumjui. Sasa huyo Hamisa basi ni yule mlemavu, nikwambie. Ya sasa yeye mwenyewe itabidi asaidiwe. Ilifika pahali kwamba nilikuwa na wifi yangu pahali ninazungumziwa. Ilifika pahali paka nikapigiwa simu, sasa watu wanapigana kwa sababu watu wananizungumzia ile hali ambayo mimi siko. Lakini mimi sikufa moyo. Mimi niliwaonyesha watu kwamba mimi kutoka kitambo, kwamba kuna msemo wa Swahili wanatumia kwamba huko kwetu niliaga. Kwa hivyo huku kwingine nendako mimi huwa napita tu. Ushaona? Kwa hivyo nikaonyesha determination, ikafika pale paka pahali ya kwamba nikatumiwa recording, watu wanapanga kwamba sasa itabidi tumuibie kura huyu. Tumtolee kura za huyu, tuzivandalize, tumtilie huyu na huyu, tumfanye awe namba fulani. Ushaona? Paka recording paka hiyo nikatumiwa. Nikatumiwa paka jamani basi sasa si uje ukae useme kile unachotaka, kwa sababu kabla hii kura tulikuwa tunataka tusipoteze resources. Mtu aende unopposed. Ushaona? Lakini hatukukubaliana. Kwa hivyo mimi nikaenda mpaka kura zikapita baada ya uchaguzi, na nikawa ni mshindi wa pili, na of course nikaendelea na shughuli zangu. Na hapo ndipo ambapo tukatafutana nao wenzetu na tukaanzisha hiyo chama immediately hiyo 2017. Baada ya uchaguzi tu Disemba yake sisi tukaanzisha United Green Movement, na tukawa
tumejitayarisha na hiyo chama na ndio sababu 2022 nikavaa na United Green Movement kama Secretary General. Naam. Nitakuuliza iwapo azma ya kuendelea kuwania kama bado ipo, lakini kabla tuzungumzie hilo, tuangazie tu nafasi za uongozi katika taifa letu la Kenya za wanawake na vile vile uwakilishaji wa watu ambao wanaishi na ulemavu zimetosha katika bunge na katika nafasi zingine zozote za uongozi? Kwa kusema la kweli, mwanzo nitakuambia hivyo vyeo vyangu vingine nilivyo navyo kwamba nawakilisha wanawake wa Afrika globally, na siasa ni moja kati ya mazungumzo ya wanawake ulimwenguni. Nawakilisha tena wanawake walemavu Afrika globally. Na siasa ni moja kati ya vile watu wanazungumza. Na nitakupa taswira tu ya globally na zile fights ambazo tuko nazo za wanawake mpaka saa hizi za kisiasa. Wanawake tuko na mwendo mrefu sana. Haswa tukichukulia hapa duniani tuko na mwendo mrefu. Bado wanaume hawajakubali kama wanawake wanaweza kuwa na hiyo equality katika representation ya kisiasa. Na siasa imetengenezwa kiumeume, mfumo wa kiumeume. Kwa hivyo haujakuwa ni mfumo wa kuweza kumabsorb mwanamke hata afike kiasi gani. Hata afike kuna sehemu mpaka unafikiri mtu anafikiri anatumiwa jina la Hamisa Maalim Zaja na atakuwa mmoja kati ya panelist na au wengine wote watakuwa ni wanaume. Kwa hivyo mtu anaassume kwamba na huyu anayekuja naye pia ni mwanamume. So mtu ana address email yako na kuaddress call yako, anakuambia yes sir. Then mpaka ukiongea ndio anakuambia kwamba ewe kumbe wewe ni mwanamke. Tumefikia tuko hiyo kategori ya kwamba siasa ni moja kati ya ile mifumo ambayo haijaruhusu kama international businesses zile za kujulikana. Bado pia wanawake hawajaruhusiwa. Bado ni mfumo dume ambao watu wanawake bado wanajaribu kupenya. Tuchukulie tu hapa nchini. Mimi nimekuwa mmoja kati ya wale watu ambao wamefight sana tupitishiwe the 2/3 gender rule. Na nimekuwa mstari wa mbele ilipokuwa kwamba zile benefits zetu za kikatiba za wanawake zinakwenda kuwa eroded na BBI. Tulikuwa mstari wa kwanza kufight kuhakikisha kwamba hatujaenda gains zetu kama wanawake za kikatiba hazijaenda na BBI. Lakini bado pia vile mpaka sasa ukichukuliwa kwamba paka leo ni 2/3 gender ni sheria tayari. Lakini tu kwa sababu kila rais anaingia na mifumo yake ya kiume, akiangalia ile kwamba kuwapa nafasi hizi nafasi ambazo zinachukuliwa, anajua kwamba hapa kutakuwa na changamoto kubwa sana ya kuabsorb hawa wanawake. Na kwa sababu wanawake wengi wako kwenye taswira ya kwamba si wafisadi, si watu ambao wanakubali dhuluma za moja kwa moja. Kwa hivyo ni watu ambao wanataka kuzungumzia. Na paka leo unaona kwamba 2013 tulijaribu tukawa na magavana, tukawa hakuna magavana wa kike. 2017 tukapata 3, mmoja akapita akawa marehemu, tukabaki na 2 mpaka tukamaliza. Saa hizi tulipata 7. Na umeona kwamba katika wale 7 tumepata mmoja shaenda na maji. Kuna mwingine hata juzi ameingiliwa, bunge lake watu wanapigana vifua. Unaona kwamba huyo ni mwingine ambaye ataenda ifanye G7 iwe G6, G6 iwe G5 mpaka tubaki na G1. Unaona hivyo ndivyo ambavyo mifumo ambao wanawake hupigwa. Hata kwenye private sector, hata kwenye mashirika wakapigwa wasipate zile nafasi ambazo ni za vichwa ama zina misukumo ama zina ile influence kubwa sana. Kwa hivyo bado
kama wanawake tumeona vita ambavyo vimekuwa vya wahasimu wa kisiasa jana, na kutumika kwa watoto kuweza kuwa na msukumo wa kuweza kufanya michezo, tamthilia ambayo ni kitu ya reality, lakini imesukumwa, imekuwa mpaka sasa ni ya hawa wasichana ya kisiasa. Lakini kuna mtu yuko katikati ya hawa wasichana na kuna serikali huku. Lakini ni watu ambao wanaweza kunyakuana tu wakasolve shida zao, lakini wameona wapitie hapa. So ni mfumo ambao hautaki kukubaliana na wasichana na wanawake katika nyanja mbalimbali. Ni kwa nini? Ni dhana zipi ambazo, je, ni utamaduni wetu kama wa Afrika, ama ni kipi ambacho kinachochea tuwe na dhana kama hizi, kama mwanamke hawezi kama mwanaume? Ni dhana za kitamaduni, labda tukilinganisha na mataifa mengine yaliyoendelea na bara la Afrika. Utazungumziaje kuhusiana na swala hilo? Kwa kusema la kweli, mila na desturi zetu sisi kama Waafrika, mila na desturi zetu, juzi tulikuwa kule rais wa Namibia alipochaguliwa. Tulikuwa tuko kwenye panel ya kuweza kufanya discussion na yeye, naye akachagua naibu wa rais mwanamke, na bunge lake 50-50 wanawake kwa wanaume. Na wanaume pale wametoa changamoto zenye ambazo wanaume wengi wamepita pale. Lakini saa hizi wanaume ndio wanatoa zile changamoto za ardhi, wakijua kwamba mila na desturi za Kiafrika haziruhusu mwanamke kurithi. Lakini imekuwa hiyo ndio agenda kubwa ya kumsukumia yule mama ambaye amepata urais pale, kumwangalia atacheza nayo vipi ile sheria ya ardhi, ikiangaliwa kwamba mwanamke harithi. Kwa hivyo mila na desturi zetu, mwanamke tangu pale zamani aliwekwa kama mtu ambaye tangu utotoni. Unaona kwamba hata saa nyingine mama amesema kwamba ufue wewe mtoto wa kike, lakini mama atakuletea, yeye ni mama na yeye vile ndio alifunzwa, atakuletea zile nguo, kwambie waiona hii kola ya babako, isafishe vizuri sana, chukua hii brush usafishe vizuri sana, maana yake utaenda kufua ya mumeo. Na mwanamume naye akatengenezwa kwamba atamtafuta ule mwanamke si kwa sababu yuampenda ama anataka awe mke wake. Ametengenezwa kwamba huko kufua ni kwa huyo mwanamke. Ndio tunapata talaka nyingi sana saizi. Huko kuosha vyombo ni kwa mwanamke, huko kupika ni kwa mwanamke. So mila na desturi zetu zilimtengeneza mwanamke kwa maisha ya sasa hafit. Ile empowerment ambayo tumeizungumzia 10 years ago, sijui Beijing nini, tumeenda Beijing, tumetoa structures, tumekubaliwa Maputo, tumekubaliwa, tumepitisha sheria za kimataifa, tumepitisha sheria za Kiafrika kwamba mwanamke jamani apewe ile space, lakini ule mwanamume hakutayarishiwa kwamba anakuja na kukutana na mwanamke huyo. Naam. Mojawapo ya mikakati ya kuweza kuleta ile equality katika taifa letu la Kenya ni sera ama pendekezo kuwa iwapo mwanaume atachaguliwa katika nyadhifa fulani, basi naibu wake awe ni mwanamke. Iwapo mwanamke atachaguliwa nafasi fulani, naibu wake awe ni mwanaume. Hilo linaweza kusuluhisha na kuleta usawa wa kijinsia. Hiyo ni sheria ya kikatiba ambayo imezungumzia the deputy, the person hivyo kwamba akichaguliwa huyo awe huyo. Hiyo ni sheria ya kikatiba ambayo kikatiba imewapatia watu nafasi nyingi sana. Lakini in reality mwanamume akisha kuwa amepata kwa mfano uraisi, naibu wake awe mwanamke, basi yule mwanamke atapata paka changamoto za kijinsia. Unaona hivi sasa? No.
wanaume hawazai, lakini kuna governor ameenda kuzaa. Imekuwa issue countrywide. Imekuwa issue, hayuko ofisini, bla bla bla, hafanyi kazi, yuko wapi, mbona amepotea. Na livu pia ziko kikatiba. Livu ziko paka za paternal, za maternal ziko. Na ziko kikatiba. Lakini imekuwa ni issue. Hiyo ni moja kati ya changamoto za kijinsia watu wanazoziangalia. Mtu akiwa mjamzito ni matatizo, mtu anaona kwamba labda huyu akija nakumbuka kuna wakati tulikuwa tunajaribu kufanya msukumo, si kwamba ati tunataka kuwa na kadhi wa kike, lakini pia tulikuwa tunataka desk ya gender pale kwa kadhi, kwa sababu mila na desturi zetu pia hata na dini yetu haituruhusu sisi kutoa mambo yote kwa mwanamume mwingine. Kweli. Umetoa mambo ya mume wako kwa mwanamume mwingine ambaye ni kadhi. Kwa hivyo tulikuwa tunataka tu hata kama tutakuwa na gender desk. Nakumbuka kuna mashehe walisema kwamba kukichaguliwa mwanamke awe kadhi, basi siku ya kutangaza mwezi atakuwa yuko harusini. Wajua kabla Ramadhani huwa tuna harusi nyingi. Sasa ile mwezi waweza kumkuta mtu yuko kwenye mduara. So kuna masheha wakasema sasa halo, mwezi umeonekana, mwezi umeonekana. Chaona ikafanywa kama sarcastic. Naam. Kiasi kile. Hivyo ndio perspective ya watu ya wanaume wanavyowaona wanawake. Hudunisha kile cheo, kikiwa ni cha mwanamke kikawa ni cheo, hata ni cheo hicho lakini kikawa kimeshukishwa. Naam. Ile hadhi. Lakini kikiwa cha mwanamume, hata kama cheo kidogo, maadamu kina mwanamume, basi sasa kila mtu afaa awe submissive, maana hicho cheo kimepata yule mtu ambaye yuko responsible. Naam. Lakini tu niseme, na mimi huwa nawaambia kila siku kwamba Mwenyezi Mungu alitupatia mfano, haswa sisi Waislamu alitupatia mifano bora. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mke wake wa kwanza alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa duniani. Hiyo inatosha kuambia kwamba dini ilisambazwa na nani. Naam. Tukimalizia sasa, nafikiri nitaweza kusisitiza kauli yako kwamba mwanamke katika dunia ya sasa ana safari ndefu sana. Naam, sasa tukimalizia, azma ya kuwa mwanasiasa, labda kuwania tena katika mwaka 2027 bado ipo? Kwa kusema la kweli, uhai na uzima ukiweko, kwa kuna uhai, kuna uzima, kuna afya, kwa kusema la kweli sitawacha kuenda kwenye kinyang'anyiro kwa wakati wowote paka lile lengo langu. By the way, mimi ni katika wale watu wanaitwa go getter. Mimi hata nianguke mara ngapi kwa jambo langu ambalo nalifanya, mpaka nikuprovie kwamba ili kitu nakiweza. Mpaka siku moja uamke ufunge mdomo wako kabisa, usiwahi kuunderestimate. Si kwamba ni mwanamke, lakini usiwahi kuunderestimate hata mlemavu. Hata kidogo. Kwa hivyo uhai ukiweko na uzima, inshallah nitakuwa kwenye kinyang'anyiro cha 2027. Naam. Sisi kwetu tunakutakia kila laheri, na bila shaka natumai kwamba tutazidi kutangamana hapa na pale, tutasaidiana katika nyanja tofauti tofauti. Lakini yote tisa, huyu amekuwa ni Hamisa Zaja, na tumeweza kuyasikia mengi. Ni mwanasiasa, ni mtu ambaye ni mtetezi wa haki za jamii, vile vile ameweza kuwa katika nyanja tofauti kujaribu tu kuleta maendeleo ndani ya jamii. Ni kushukuru vipi mtazamaji kwa kuweza kuungana nasi katika awamu nyingine ya kipindi chetu cha Life in Focus, lakini hatuwezi yazungumza yote. Siku nyingine tutamleta hapa aweze kuelezea mambo mengi, na vile vile tuzungumze yale ambayo hatujafanikiwa kuzungumza. Kwa hivyo huo ndio umekuwa wakati wetu kufikia sasa. Jina langu ni Paul Monio, na kukumbusha tu uzidi kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii @Lifelens Network. Hadi wakati mwingine, kwa heri.